Ukiona mambo haya ninayokutajia hapa yapo kwenye maisha yako, basi hakikisha unanifollow sasa hivi, kwa maana wewe ni mtu maalum sana. Wewe ni mtu muhimu sana, na angalia na uhesabu ujue ni mangapi ambayo yapo kwako na ni mangapi ambayo hayapo kwako. Kama unayo yote, basi bonyeza button ya kunifollow, alafu nifuate inbox. Nitakwambia kitu. Jambo la kwanza, ukiona ni rahisi uwepo wako kutambulika, yaani ukifika mahali hata kama ni mgeni ukaingia kwenye hilo eneo, ni rahisi sana watu kukutambua kwamba upo. Ukiona una hali hiyo, basi jua wewe ni mtu maalum sana. Sio watu wote wana uwezo huu. Yaani hata kama ukajitahidi kujificha, unaweza ukajificha ukajitahidi sana siku moja siku mbili, lakini punde si punde unajikuta watu wanatambua uwepo wako kwamba upo. Umeona? Hata ukitaka kunyamaza watu watataka tuongee. Yaani uwepo wako unaheshimika kwenye eneo fulani. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili, ukiona watoto wanavutiwa na wewe sana. Yaani wewe sio mtu wa kucheza na watoto, lakini watoto wanakupenda, yaani wanavutiwa na wewe sana. Wanasogea karibu yako sana. Hata kama hujui michezo wala kuwachezesha, lakini watoto wanakuwa wanavutiwa na wewe sana. Hiyo ni kitu cha pili. Kitu cha tatu, ukiona wanyama wanavutiwa na wewe, na wanyama wakiwa karibu yako wanatulia. Yaani unaweza ukashangata limbuzi likatoka huko likaja likalala tu miguuni kwako, yaani likakaa karibu yako. Yaani unajua wanyama wakiona watu ama binadamu wanawakimbia, lakini wewe unaweza kuwa umekaa hivi ukashangata vindege vikaja vikakaa karibu yako, yaani havikimbii. Ukashangaa viumbe vinakuwa karibu yako, haviendi mbali na wewe. Hiyo ni dalili ya tatu. Dalili ya nne, watu wanakuwa wazi kukuambia mambo yao. Ukiona watu ni rahisi sana kukuambia siri zao, kukuhadithia stories zao. Mtu hajuani na wewe, lakini rahisi sana kuanza kusimulia kwamba mimi napitia changamoto fulani, mambo hata yale ya ndani. Hicho ni kitu cha ngapi? Ni kitu cha tano. Kitu cha sita, ukiona wewe ni rahisi kuumbua watu sumu. Yaani nikisema toxic people nadhani unanielewa. Yaani wewe ni rahisi sana kuumbua watu wenye nia mbaya. Yaani ukiwepo watu wenye chuki, ni rahisi sana kugundulika kwamba fulani ana chuki. Hata kama walikuwa wanajificha kwa muda mrefu, ukiwepo tu ni rahisi sana kuwaumbua, na ghafla wanaanza kukuchukia mpaka wewe. Hata kama mmoja wakosea, mmoja wafanya chochote, ukiwepo tu wanajikuta wanaanza kukuchukia. Hiyo ni dalili ya sita. Umeona? Dalili ya saba, watu kukupigia vita hata kama hujafanya chochote. Yaani unaweza ukajikuta watu wanashindana na wewe hata kama wako juu yako. Yaani unakuta mtu ana cheo kuliko yupo juu kabisa, lakini anashindana na wewe bila sababu ya msingi. Yaani anavutana na wewe. Yeye anaweza kana analipwa 20,000 kwa siku, unalipwa 5,000 kwa siku, lakini bado akatakata hiyo 5,000 yako ikate ulipwe 2,000 kwa siku. Ukiona una mambo haya saba kwenye maisha yako, I say, jua wewe ni mtu hatari, wewe sio mtu wa kawaida. Bonyeza button ya like, kisha save video hii, alafu ni follow kama ni follow, kisha njoo inbox uniambie kama una mambo mangapi katika haya niliyoyataja, alafu kisha nitakwambia wewe ni nani. Karibu sana. Mimi naitwa Windfall. Usisahau tuko 1% tu.